asubuhi. Hapo kuna ngopea. Si ndio tunaondoka wote. Nguo zangu ndio maana nikakwambia tukapanda. Ndazifua hapa nikitoka tutapanda kuzifua. Zio koka na kupigia pasi nyoke. Sawa. Tunaondoka wote. Sawa. Napenda. Baba. Na mama. Naona umetufanyia surprise leo, kuna mgeni. Sijali kutambulisha. Sio mgeni tu mama. Ni mpenzi wangu. Mpenzi wako? Yaani unamaanisha mpenzi wako? Ndio mama. Beka. Hii style gani unaniletea hapa ndani kwangu? Lakini mama, hakuna cha lakini. Unasubutu kuchukua wanawake nje unaniletea ndani kwangu? Hii tabia amekufunza nani? Mbona baba yako hakuwa na tabia hii? Yaani unajiona umekuwa, sio? Beka. Kama unajiona umeshakuwa, unahitaji mwenza wako. Mimi mama yako natakiwa uniambie. Mama, mimi nahitaji mke, uangalie mimi nitafanya nini. Nifanye mchakato wa kupata wewe mwenza wako. Unafanya maamuzi ya kijinga, unachukua upumbavu unaniletea hapa, unaniletea malaya hawa mimi. Sawa, una haki ya kutafuta mwanamke. Nenda. Nazwa. Pumbavu. Nazwa. Mimi wanangu sikuelea style ile, anakwenda uchi vile. Hebu angalia watoto wangu walivyo wastaarabu. Wamevaa nguo za heshima. Pumbavu wewe. Nenda na mjinga mwenzio. Na nisimuone huko ndani kwangu. Shenzi wewe. Mjinga kweli wewe. Usinipande mimi ndani mwangu. Yaani kufa baba yako ukajichukulia mamlaka huko ndani, si ndio? Basi mama tunamwache, sikashaondoka. Hawa ndio mavazi ya style ya anakuja eti ukweni kwa style ya uchi. Kweli? Mama basi aishe. Beka. Sitaki hii style. Mwambieni yule kakaeni. Huu jinga siupendi. Humu ndani nimejizatiti ikiwa kama mama na nafasi ya baba pia ninaye mwenyewe. Si unaona watoto wangu walivyo? Mimi sipendi yale malezi ya kijinga. Sawa mama basi. Yaisha nyamaza, utajipandisha pressure bure. Alafu Beka katika malezi yake, alafu pia na mambo yake, sikutegemea kabisa kama atafikia hatua kufanyia vile. Namtegemea ni dume lenye kujielewa na kujitambua. Anakuja kufanya ujinga ule. Mama usifanye aishi basi. Sijapenda kabisa huu pumbavu. Niambie. Yaani wifi. Jana Beka alikuja kwangu. Alipokuja kwangu, akaja kuniambia kwamba leo anaenda kumtambulisha kwa mama yake, yaani kwenye familia yake kifupi. Mimi nilikubali. Leo kwa nyumbani tena vizuri tu. Tumetoka hao mpaka kwao. Kufika kwao, mamake maneno ambayo kaniambia. Mamake kunituka mimi malaya. Nakwambia wewe malaya. Ndio, tena sasa mbele dada zake. Hapo hajakwambia malaya. Kaniambia na mimi pia malaya kwa sababu mimi ndio nimekulea wewe. Leo hii akwambia wewe malaya na mimi pia kanitukana. Basi naambia ndio hivyo, yani kanitukana, kanichamba, yani kanisema vibaya sana. Na kwa kweli ndio kwa da. Na leo imeniuma sana. Na Beka yuko hapo hapo, anaangalia. Ndio maana nakwambia huyo sio mwanaume. Kila siku nakwambia Beka sio mwanaume. Inawezekana yeye amekaa mwanaume mzima, wewe unatukana anakuangalia tu. Huyo sio mwanaume, ila wewe unielewi. Umemuona leo kama sio mwanaume? Sasa nakwambiaje? Huyo Beka kuanzia leo sitaki uwe naye. Uachane naye kabisa, sitaki uwe naye. Haiwezekani wewe unatukanwa, yeye kakaa na kuangalia. Unadhalilishwa, wewe kakaa na kuangalia. Yeye mshindo kwa mama yako usifanye hivyo. Sawa hivi nimekuelewa. Kwanza leo Beka yani nimeachana naye. Yaani sio tayari yani kile mtu sasa na maisha yake. Hivyo ndo ninavyotaka mie. Achana naye. Hamna wapenda kijinga hapa. Lakini wifi. Nini? Ukiangalia hivi bado Beka nampenda. Wewe chizi Unampenda hata kufanyia hayo. Kajua kabisa mama yake
kutukana wewe. Kakuchukua kakupeleka manake nini? Sikataka kukudhalilisha. Alafu Beka mimi nampenda. Unapenda kitu gani? Usiniletee ujinga, umesikia eh? Lakini kumbuka mimi nilichokana na mama Beka, sio Beka. Mamake ndo kalewa mimi lakini Beka hajanitukana. Kwa nini kakuacha? Unatukanwa. Kwa nini si mamake pia kanamwambia wangu simtukane, ndo mpenzi wangu nampenda. Wewe Beka ndo anakupenda ngikutunza. Wewe kwambia wewe malaya unavaa viguo vifupi. Sijui unavaa vitaiti. Wewe Beka alikuwa anavaa vitaiti alikuwa haja kuona. Sikakupenda hivyo hivyo. Uchizi watu wengine sio wanakuaje tu wazima visheti. Vipi? Umekula? Nenda kwa mimi na kwa nyumbani. Sawa, mimi mwenyewe naenda kule kesho. Kule tega tu hapa. Wanajua kweli kuchekesha. Mke wangu unanisemesha? Ndio, unacheka nini? Namwangalia jamaa mmoja hapa anajiita Damba, anachekesha sana. Anajua sana kuchekesha. Huyu jamaa anajua. Huyu kwanza ni mfollow kwanza. Hebu nimuone huyo Damba, sio Damba sio mwanamke bure. Sasa mambo gani mke wangu? Mwanamke wapi? Huyu rafiki yangu mmoja anachekesha anaitwa Damba. Ndio nilikuwa namwangalia hapa nimemfollow. Asijisikie vibaya mwanangu sana. Mume wangu nimekumbuka. Na zete leo kaja hapa analia. Sijui bwana wake Beka akampeleka kwao na kumtambulisha. Kwenda huko katukanwa. Unajua kutukanwa? Kaja hapa analia. Yaani sijakuelewa. Au mimi na mawazo mengi kwa sababu ya kodi au sielewi kwa sababu yaani mke wangu unamaanisha kwamba Nazrat amekuja hapa nyumbani kwetu. Na sio kuja tu, amekuja akiwa analia. Na sio kulia tu. Kwamba amepata mchumba, kaenda kutambulishwa, katukanwa. Sasa, nachojiuliza, Nazrat katoa wapi hizi tabia? Unajua mke wangu Nazrat ni mtoto wa 2000. Na ndio maana anafanya hizi mambo. Hivi mke wangu, wewe kwa akili zako timamu, mzazi gani ambaye hana akili, analizia tu mtoto wake, anachukua mtu anamleta nyumbani eti ni mtoto wangu, eti tuoane. Kirahisi? Hapana. Yaani hata ningelikuwa ni mimi nisingeweza kukubali hicho kitu. Na sio kwamba nachekelea, anachukua mdogo wangu, ni ile hali tu ya kuongelea kiheshima na kinidhamu kama mzazi. Kwa hiyo, wewe umefurahi mzee kutukanwa huko au sio? Sijafurahia, ametutia aibu. Na Nazrat ndio sababu ya sisi kuitwa malaya. Tusingeitwa malaya sisi na ule mama bila Nazrat. Tusingetukanwa, tusingevuliwa nguo sisi stendi, watu kuona nyuchi zetu. Kwa sababu gani? Nazrat ndio ametutia aibu mke wangu. Mimi yule mama wala simlaumu. Ila Nazrat Nazrat amenivua nguo, Nazrat kanipandisha wadudu, Nazrat jamani. Mume wangu. Na kaniambia hivi, anampenda huyo Beka. Mimi nampenda Beka mpaka basi. Mke wangu, huyu Nazrat huyu. Kuna haja ya kumpigia simu na kumwambia afike hapa nyumbani kwangu. Yaani Nazrat najaribu kumpigia simu na afike hapa nyumbani haraka iwezekanavyo tuliongelea hili swala. Tena Nazrat ananitia wadudu. Nazrat ananiamsha wadudu. Hizi tabia zitoa wapi? Mbona mimi mwenyewe nilikuwa sikujui mke wangu? Pumbavu siku nyingine mke wangu. Kumbe sita kumtia kibao. Naanzaje? Tupigane. Nguvu nyingi sina. Ingia na vyombo mume wangu. Mume wangu. Unaye. Nakusikia. Naomba unisamehe sana kwa yale yalotokea siku ile nyumbani. Unajua kabisa alivyofanya mama mimi sijapenda. Tafadhali naomba unisamehe. Unajua jinsi gani ninavyokupenda Nazrat. Hivi kama ungekuwa unanipenda ungembeleka kwa mama kanitukane? Afu kitu kingine ambacho kijui. Unawezaje kuwa na malaya? Usiseme hivyo Nazrat. Hapana, acha niongee. Au nafikiri mimi sikuumia? Yaani nichogundua kwamba wewe mwanaume hauna akili. Na wewe ni sikio la kufa. Huwezi elewa katika maisha yako yote. Lakini Nazrat, unajua kabisa kwamba yule ni mama. Na unajua jinsi gani ninavyokupenda. Basi tafadhali naomba hata unielewe.
Ndio maana hadi sasa niko hapa, nimekuona kama bahati tu. Yaani naona hapa nakuza tu muda wangu. Yaani unachokiongea hata sikielewi. Wewe umefurahi mimi kuziakiwa pale mbele ya familia yako. Mama yako sina dada zako. Umefurahi mwenyewe. Mimi naitwa malaya. Na unaangalia tu. Kama kweli ni mwanaume mbona ukufanya pale maamuzi? Kama kweli unanipenda, wewe ungefanya maamuzi ngejua kwamba kweli wewe unanipenda pia ni mwanaume ambaye anajiamini. Nina mambo mengi sana ya kufanya. Na sina muda kukaa hapa kuendelea kuongea na wewe. Sijui unanielewa? Yaani muda huo sina. Kwa cha kufanya, umeona hapo ukutana na mimi, ukiniona kama hujawahi kuniona fanya kabisa yani. Yaani pita mbali na mimi. Stay away with me. Yaani ukutana na mimi pita yaani mita 100. Kakae na familia yako. Acha na mimi malaya. Kwa nilivyokuona. Ndio nini kumchukua binti yangu kumpeleka kwenu na kumchukua kumchamba vizuri ndio nini? Binti yangu mmemchukua, mmemchamba na ukakagwa kaa kimya anaangalia tu. Shoga yangu. Leo namaliza maneno yote hata hujui sababu ni nini. Sio sisi. Sio mimi wala kakaangu Beka. Ni mama. Hamtaki Nazrat. Na amechamba, ameongea sana. Sisi tunyamaza kimya kama vile midomo imeingia maji. Tutaongea mbele ya bi mkubwa. Tumbaki sasa tunaangalia. Na hata hivyo Shako amekosea. Wewe mtu unaenda ukweli hata kujistiri na anamjua mama yetu jinsi alivyo. Kaja kavaa kitaiti na kiguo humu. Unaenda ukweli hivi kweli? Hata kama ingekuwa wewe. Mama gani angelizia kijana wake amuoe mtu kama yule? Alivovaa. Yaani kakako kakaa kimya. Hata kumwombea msamaha binti yetu kashindwa. Mimi yani niliyajua kama yule sio mwanaume. Ila nilikataa tu kuongea. Ila madhara mmoja kunyambia pale kama afanyaje kakako anampenda binti yetu. Basi mimi nikakubali. Lakini alofanya kaka yako sijalipenda hata kidogo. Sijapenda. Sasa mwambie kaka yako akae mbali na binti yetu. Kama hamuwezi amuache. Hata kama mashehe. Shehe gani anamchukua mtu anamtukana? Yeye angibidi amuite kama mtu mzima, amwambie binti yangu unachokifanya hivi na hivi sio vizuri. Kumtukana vizuri na kumdhalilisha kwa sababu ya nini? Mchokifanya sijakipenda. Mnidhalilishia binti yangu. Sijapenda. Yule mtoto nakaa naye mimi. Sijui unaelewa? Siku mbili tatu tunaenda kupanga chumba. Najua mambo yake yote. Anavaa viguo vifupi lakini ana heshima yake. Sasa shoga yangu. Nimekuelewa na utusamee kwa sababu hatukuzamilia. Na hivi nilikuwa nakuja kwako ili nije kufikishia hili swali. Maana tumekutana hapa. Basi haina haja kwenda kwako. Mmenikera leo inaniuma sana. Yaani inaniuma. Unifanya vile binti yangu leo inaniuma sana. Twende. Ndugu wangu. Abe kaka. Unanitia aibu kiasi kikubwa sana mdogo wangu. Yaani mimi sasa hivi nikipita huko mtaani nanyoshwa vidole yule ndo kaka yake, yule ndo kaka yake. Yaani mdogo wangu mpaka kuna muda najiuliza. Wewe ni ndugu yangu kweli wa damu au baba alitupiga sisi? Kwa sababu vitu unavyovifanya hakuna aliyewahi kufanya kwenye ukoo wetu. Nazrat mdogo wangu, nini unachokifanya? Wewe ni mshamba wa mapenzi wewe? Wewe ni mshamba wa mapenzi wewe? Umezaliwa mwaka huu? Sisi wenzenu miaka ya 90 tulikuwa tufanye hivi. Ilikuwa ukiwa tayari unataka kuoa au kuolewa. Kama wewe mfano mimi ni kaka yako unanifuata, bwana kaka nimepata mchumba nataka niolewe. Mimi ndo naenda kule kujitambulisha. Kama nina mdogo wangu hapa kuna kijana wenu nataka muoe, sio wewe na unachukuzana mpumbavu mwenzako mnaenda kule mnaenda kufanya upumbavu. Kutambulishana maifuti. Yaani umeamua kunitia aibu mdogo wangu. Mke wangu mimi siwezi kuvumilia hizi mambo. Nazrat, mdogo wangu umeniaibisha sana. Yaani umenivua nguo. Umeenda kunivua nguo kwenye zile familia za watu, si ndio? Umeamua kwenda kunitia aibu kwenye zile familia. Hapana kaka. Hapana kaka, pumbavu. Mke wangu. Huyu mimi nitakuja nimtimue, nitakuja nimkatae. Huyu mimi nitakuja nimkatae awe sio ndugu yangu kabisa huyu. Wewe. Yaani wewe Nazrat wewe. Wewe Nazrat wewe. Wewe Nazrat wewe. Mke wangu, mimi siwezi kuvumilia upumbavu. Ngoja niingie ndani. Unakaa na hii mtu. Kelele. Nilikuwa nakwambia kaka yako akisikia ile neno hawezi kukubali. Umeona kaka yako yanapauka Lakini wewe hapo utakuwa umeongezea chumvi. Umeongeza chumvi gani mimi? Wewe mwezi umemletea taarifa pale mimi wewe.
oh, kula nimetukanwa kule hivi. Na mimi nimekuja nimemwambia hivyo hivyo. Hata kama yote kwa mwingine umezidisha. Mimi sina kujua wewe. Ukweli ndio huo. Hata ukikataa ukweli ndio huo. Mwanaume hakutaki, ukae utulie. Utafuta mwanaume wa maana. Sasa mbona hapo unavyoniambia? Alafu sasa kunifokee. Usineka kako kaondoka hapa leta mdomo mdomo. Ulinyamaza kimya hapa kaka. Mwangalie limemshuka. Bora nilipokuona. Ndio nini kumchukua ifi yangu, kumpeleka kwenu, kumpeleka mama yako, akamchamba vizuri nao kiwepo kuona. Haikuwa dhamira yangu. Yote ni mama. Naomba msamaha sana kwenu. Tafadhali naomba msamaha. Nikusamee. Hivyo unavyofikiri kaka yake analichukuliaje lineno? Hivyo mdogo wako wewe adhalilishwe, utakubali? Yule ni mdamu yake, ni mdogo wake. Hawezi kukubali mdogo kadhalilishwa. Sasa kaka yake anakutafuta. Kokote atakapokukuta ujiandae. Sijui unaelewa wewe? Naelewa mnavyochukulia, lakini ndio maana nakwambia naomba msamaha. Tafadhali naomba mnisamee sana. Unajua jinsi gani ninavyompenda Nazlat. Hii yote sababu ni mama. Haikuwa dhamira yangu. Mwangalia alivyopauka. Na wewe fiu ukafuata nini kwa mwanaume? Mwanaume aeleweki mbele wala nyuma. Latifa. Pamoja na Stefani. Nimeaita kwa langu. Kuna jambo nataka niliongee na sitaki kupingwa. Si mnanielewa? Nakuelewa mama. Sawa. Nimesema kuamua kuanzia leo. Beka nataka umuoe Latifa. Lakini mama, unajua kabisa kwamba kuna mtu mimi nampenda. Hivi kwa nini mama unanifanyia hivi? Hivi angekuwepo marehemu baba yangu ama mjomba, haya yote angekubali? Kwa hiyo unamaanisha hata huyo baba yako angekuwepo na huyo mjomba wako angeona yule mwanamke uliomleta hapa sijui. Kwa hiyo ndo angekukubalia umuoe yule mwanamke? Au unanichukuliaje labda kwa mfano? Kwa sababu wewe umeshajiona umekuwa unahitaji wanawake. Unataka kuoa wewe. Si ndio? Mimi ikiwa kama mama yako nimemchagua mwanamke wa kumuoa wewe, ambaye naona huyu ndio mwanamke atakayeridhia maisha yako wewe. Nimemchagua Latifa. Latifa mama, uko tayari ya kuoa Beka? Niko tayari. Umeridhia Beka? Mimi ndio mama yako. Naomba unisikilize kwa makini. Yule mwanamke ulioniletea humu ndani sipo tayari uwe nayo. Kwa hiyo unahitaji umuoe Latifa. Na kama utalipinga hili, ikiwa mimi kama mama yako, kama kweli umelala tumboni mwangu, umenyonya ziwa langu, nahitaji Beka umuoe Latifa. Alafu nyinyi watoto wa sasa hivi hamtaki kuambiwa ukweli. Kipindi cha nyuma kijana wa kiume akifikia kuoa hawezi kuchukua mamlaka kutafuta mwanamke tu na kwenda nyumbani eti huyu unamuoa. Hapana. Zamani kijana wa kiume akihitaji kuoa, kwanza anatafutiwa mke kabla mwenyewe hajajijua. Wazazi wa yule mtoto wa kiume wanamtafuta msichana, wanamwangalia tangu yupo mdogo. Makuzi yake, ana tabia gani, anaishije, ana heshima gani, mtoto wa nani, wanamchunguza mpaka atakapokuwa mkubwa. Baada ya hapo wanapanga na kijana wao wa kiume, wanamfuatilia yule msichana, basi utaratibu wa ndoa unafanyika. Kwa hiyo yule msichana na yule mvulana wanaoana kwa utaratibu wa wazazi pande zote mbili. Lakini sasa hivi nyinyi hamtaki kupangiwa hivyo. Ukimkuta mwanamke yuko mtaani, au muelewi mazingira yake, umuelewi malezi yake mwanangu. Wewe umeona mwanamke tu kama mwanamke ili mradi awe mwanamke. Beka mwanangu, hebu nisikilize kwa makini. Lakini mama, sawa. Babu. Sio haki nini na wewe? Sio haki nini? Wewe ulichokiona hapa sio haki kitu gani? Kwani hao wamenyanyaziwa moja? Hata kama wamekuwa pamoja wanacheza hapa. Yaani kama dada yake, yaani
Sawa. Kama dada yake, lakini nimesema kama sio dada yake. Mbona siku si dada huyo? Mbona sikukwambia wewe kwa Beka? Kwa sababu wewe baba mmoja mama mmoja. Ushasema binamu. Lakini mama, mimi nahitaji furaha yangu. Kwa nini unanifanyia hivyo mama? Kwa nini unanifanyia hivyo? Hivi angekuepo marehemu baba yangu kweli mngenifanyia hivi? Kwa nini mnanifanyia kitu kama hiki kwa kweli? Naumia sana kwa sababu sio kwamba simpendi mke wangu. Haya yote yanatokea kwa sababu ya furaha yangu mmeninyimia. Na jinsi gani mama ulikuwa unajua kabisa kwamba mimi nampenda Nazlati? Unaelewa jinsi gani ninavyompenda Nazlati? Kwa nini mama umeamua kunifanyia kitu kama hiki? Nimeheshimu tu maamuzi yako mama, kwa sababu ni mama. Lakini ukweli ni kwamba naumia sana, tena naumia. Naumia ndani ya moyo wangu. Hata dada nilikuwa namwambia, kwa nini mnanifanyia kitu kama hiki? Mnanifanya hadi nashindwa kumshika mke wangu hata mkono kwa ajili yenu. Tafadhali naomba unikubalie niwe mke wa pili mama. Naomba tafadhali. Mama. Mruhusu kaka. Wewe mwanamke ambaye anampenda, ambaye ni Nazareth. Mimi mwanamke ni Nazareth. Ndio mama. Sasa kaka ndo kampenda. Utamzuiaje? Mwache amuoe, ndio chaguo la moyo wake hilo. Na akashasema, sio kama anamwacha Latifa. Bali anaongeza mke wa pili. Mama. Na mama, sio kwamba simpendi mke wangu, nampenda. Lakini ana nafasi kubwa Nazlati kwa sababu ndio chaguo langu. Hisia nilikuwa nayo kubwa sana kwa Nazlati. Kwa nini mnanifanyia kitu kama hiki? Basi bora nife tu. Nyamaza mama. Silie mama. Mama. Tunakuomba mruhusu tu. Mimi nimelizia mama yangu. Sawa. Wewe nafsi yako imelizia. Mimi nimelizia mama, hamna shida. Mama, mruhusu tu. Unjua nafsi mama yangu. Basi. Kama wewe umelizia basi hata mimi nitakuelezea. Sawa.